mumsimamie fundi afanye kazi kwa wakati. Mimi ni wazindue leo tu kwa sababu leo ni siku ya 3, si ndio? Tayari amefanya setting, si ndio? Ameshafunga hizi kamba. Maana yake leo saa hizi tulipofika hapa ilikuwa inatakiwa karibia nusu ya jengo lile linachimbwa. Lakini ukiangalia unaona mafundi watu wawili hapa wanachimba. Sasa kwa kuchimba kwa watu wawili maana yake hapa mpaka wamalize hapa inaweza kuchukua tena wiki nzima. Sio kwa jambo la kwanza ambao niseme mimi kesho kutwa nitakuja, ningetamani kuona hii misingi imeisha. Na how inaisha hii misingi maana yake fundi huyu aliochukua kazi aongeze watu kwa ajili ya kufanya kazi hapa. Tukisema speed hii ya mafundi wawili kwenye jengo kubwa hivi ambalo la mamilioni ya fedha, mafundi wawili tu wanachimba hapa, maana yake hii kazi tunategemea itafanyika zaidi ya miezi 5. Ndio matarajio yetu. Kwa hiyo engineer na mganga, mimi nikuombe kuanzia kesho ufundi aongeze watu, na tukija hapa tukute speed zaidi ya hivi. Kwa sababu hivi huwezi kuniambia, maana yake hao wamechimba kuanzia labda saa 1 asubuhi mpaka saa hizo wamefika hii itachukua mwezi mzima. Kwa hiyo kuanzia kesho yeye mwenyewe huyo fundi wapi? Fundi yani ambaye mpata kazi. Mzee wewe sio mpata kazi? Bwana tafadhali ongeza watu kwa ajili ya kufanya kazi. Ongeza vibarua kwa sababu huwezi kuniambia leo yani umeshamaliza una siku nzima leo una watu wawili wa kufanya kazi, hiki kitu haiwezekani. Umeelewa bwana? Kwa mimi kesho nikija hapa nitakuja kwa muda wangu mwenyewe. Kama kesho kama kesho nikute hapa vibarua wengi wanafanya kazi. Na kazi yote huo unaleta vibarua wengi kwa ajili ya kufanya kazi. Mheshimiwa Mstahiki Meya, hospitali ya Frelimo ni miongoni mwa hospitali 3 zilizopo ndani ya manispaa ya Iringa. Na inahudumia jumla ya wakazi 202,490 ambao ni wakazi wa manispaa ya Iringa, na kwa sehemu kwa wakazi wa halmashauri za jirani ya Kilolo na Iringa vijijini. Hospitali kwa sasa inatoa huduma mbalimbali, ikiwepo huduma za wagonjwa wa nje, huduma za maabara, uchunguzi kwa njia ya mionzi na ultrasound, huduma za matunzo kwa watu wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, huduma za kinywa na meno, na huduma za kulaza wagonjwa, pamoja na huduma ya kuhifadhi maiti yani mortuary. Mpaka sasa hospitali ina jumla ya watumishi 136 wa kada mbalimbali. Mapokezi ya fedha. Mheshimiwa Mstahiki Meya, mnamo tarehe 30 mwezi Oktoba mwaka 2025, hospitali ilipokea fedha kutoka serikali kuu kiasi cha shilingi milioni 800 kwa ajili ya kutekeleza miradi miwili ya ujenzi, ambapo ni ujenzi wa jengo la wazazi tunaita maternity complex, pamoja na jengo kwa ajili ya kuhudumia wagonjwa wa dharura yani emergency medical department. Hali ya utekelezaji. Mstahiki Meya, hali ya utekelezaji kama unavyojionea kwa upande wa jengo la mradi wa ujenzi wa maternity complex, tuko hatua ya kuchimba msingi. Tulianza na kufanya site clearance, kusafisha ile eneo sababu ilikuwa ni mlima, kwa tukakata kifusi, na sasa hivi tuko hatua ya kuchimba msingi. Kwa upande wa jengo la EMD bado tuko hatua ya kufanya site clearance kwa sababu ile jengo liko mlimani sana, na maelekezo ya engineer ilikuwa lazima kukata sehemu kubwa ya kifusi. Kwa hivyo tulikuwa tunaendelea na kifusi, tumeshindwa kuendelea kwa sababu ya tope pale. Malori yanashindwa kuingia kuchukua kifusi, yanakuwa yanateleza. Kwa wamesema tusubiri panyauke kidogo, kama jua litawaka wataenda kumalizia kesho. Kwa hivyo kwa miradi hii miwili hapa tuko kwenye msingi na pale tuko kwenye hatua ya kusafisha eneo, kuondoa kifusi ili tuweze kuja kwanza na penye kupachimba msingi. Faida za mradi. Mheshimiwa Mstahiki Meya, baada ya kukamilika kwa miradi hii tunategemea kwamba huduma hususan kwa akina mama wajawazito na watoto wachanga zitatolewa katika mazingira bora zaidi, kwa sababu tutapunguza msongamano kutoka katika wodi ya wazazi ambayo tunayo sasa hivi. Lakini jengo hili kama alivyosema mganga mkuu wa wilaya lina changamoto kwamba lini ramani ya kizamani. Ramani za kisasa zinataka wodi ya watoto njiti iwe mule ndani ya mama anapojifungulia. Na sasa hivi si watoto njiti tunahudumia kule kwenye wodi ya watoto. Kwa hivyo tukikamilisha jengo hili, maana yake kama mama atajifungua na mtoto akawa na changamoto, mule ndani kuna wodi ya watoto. Mama hata lazimika tena kutoka hapa kwenda kule. Kwa mfano sasa hivi kitokea mama amejifungua usiku, mvua inanyesha, mtoto amepata changamoto, inabidi akimbize wodi ya watoto, inakuwa kidogo ni mtihani. Kitu tukikamilisha hili, hiyo changamoto tutakuwa tumeiwepa. Lakini pia tutakuwa tumeboresha mazingira kwa wagonjwa wa dharura, kwa sababu sasa hivi wanahudumia kwenye jengo la wagonjwa wa nje ambalo pia na lenyewe lina msongamano mkubwa sana.
Kwa hivyo watakapopata lile jengo kule, tutaweza kuwahudumia katika mazingira mazuri zaidi. Kama nilivyosema awali, ilikuwa ni linakidhi kituo cha afya. Sasa tumekuwa hospitali ya wilaya, na Rais wa Jamhuri ya Muungano Samia Suluhu Hassan amejitahidi sana kuboresha huduma. Sasa tuna daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake. Kwa watu wengi walikuwa wanakuja wanakimbilia kuja kupata huduma za kibingwa katika jengo lile dogo. Tulipomwomba hela zimekuja kwa wakati. Kwa hiyo tumetumiwa na tunashukuru. Na tuliomba hela kwa ajili ya jengo hili na magonjwa ya dharura ya wagonjwa wa nje. Kwa pia tunashukuru zimekuja kwa wakati. Ndio hicho nilichokuwa nataka kukushukuru. Nafikiri niseme yani kwa dalili hii ni mwanzo mzuri. Nafikiri tunaenda kwa spidi kubwa. Kwa sababu kama tunaanza tu hivi na fedha nyingi inakuja, maana yake tayari serikali yetu imeshajipanga kukabiliana na changamoto zile ambazo wananchi wanazipata. Nafikiri jengo hili ukiliangalia, pamoja na kusema ni jengo ambalo lilikuwa sawa na la kituo cha afya, liko vizuri sana. Lakini bado Mheshimiwa Rais ameona kuna tija nyingine ya kujenga jengo kubwa. Tunashukuru pia serikali kuongeza miundombinu ya kama hospitali hii, na vitanda pia vipo vingi kwa wingi vya kutosha, na wamama wajawazito pia vitanda vipo, na manesi pia wapo wanaojielewa.